Kwa sababu ya hema za Bwana na neema yako, kuna watu ambao wanatambua maishani mwao. Bwana asifiwe sana. Kama nabii na kama shujaa wa maisha yangu, wamefanya kazi kwa haleluya. Kuna mtu alijitolea siku moja kumanyire nyanga cyahare budalanga yari imbi muno amato sikari mangi amasino kari mangi wabiye cyongwe na abaro bandi bahurira nyanga kino batabura sisi lango mbisuje nyanga cyo bisuje byariho bihalumire bandu makulu, lakini kuna mtu alijitolea kwa hayo yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila kuangalia hayo na akajitoa mhanga kwa ajili yetu. Na nashukuru sana. Haleluya. Na nawashukuru sana ninyi wote. Mungu wa mbinguni awabariki. Bila sitaki kupoteza wakati, ninafundisha ambalo mimi hupenda kufundisha nikiendelea. Sipendi kuachia kwa njia. Haleluya. So nataka tuombe na tuendelee mbele. Baba, katika jina takatifu la Yesu Kristo, Mungu wetu, tukupa sifa, mamlaka na heshima, maana yote Bwana wewe unastahili. Asante kwa kutupa nafasi nyingine Bwana mbele zako kwa unyenyekevu mkuu. Baba, tuomba Roho wako akatuhudumie vile ambavyo umependezwa kwa neno lako unavyosema Bwana kuwa wewe unapendezwa na sisi. Baba, sisi ni wanao, tuko mbele zako, tunaomba neema yako ikatutoshe kwa wakati huu. Kwa neno lako Bwana, tukuka na uheshimiwe. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Asante Yesu. Nasonga kidogo tu tafadhali. Hivyo na Mungu atatubariki. Bwana asifiwe sana. Jumapili iliyopita nilikuwa nikifunza juu ya majira na nyakati. Na nilikuwa nikielezea kuwa kila kitu kina wakati wake. Nakumbuka kuwa tulikumbushana juu ya mlango wa Mhubiri wa 3 mstari wa kwanza, ambao ulikuwa unaeleza kuwa kila jambo hapa kwa dunia lina wakati na majira yake. Bwana Yesu asifiwe. Na nikawaambia mambo mengi sana kuhusiana na nyakati na wakati. Na nilimalizia nakumbuka nikieleza juu ya wana wa Isakari waliojua cha kufanya kwa wakati unaofaa na majira yanayofaa. Niliwaambia kuwa wao walijielewa, walijiita kama mkutano, wakakaa, wakajijua, wakajiangalia ndani. Na nikawaambia kuwa kuna wakati ambao unafika Mkristo, unajiita mkutano, unakaa, unaanalyze maisha yako, your spiritual growth, kukua kwako kwa rohoni na maisha yako ya asili. Mbali gani umefika na wapi unaenda. Bwana asifiwe sana. Na ninawaambia kuwa kila majira hayako hapa permanent. Niliwaambia kuwa you just have to embrace it. Unayakubali na unatafuta njia ya kusonga mbele. Maana wana wa Israeli niliwaambia kuwa walikaa kwenye jangwa kwa sababu wengi wao walikubaliana na majira ya wakati huo. Wakaona kuwa kwenye wamefika wako sawa. So ile hali ya kuondoka na kusonga hawakuiona tena.